Lakini si unaniona mimi hapa niko na deki afu napita na ndara. Naona umeanza kunipangia ratiba za hapa nyumbani kwangu. Naona unajisaulisha. Umesahau kwamba ulipokuwa unafika nilikupa taratibu na sheria za hii nyumba. Umesahau? Umesahau. Sasa zile sheria na taratibu zote nilizokupa toka mwanzo naingia humu ndani ndio hizi hapa. Umepiga deki, nimepita na viatu nimechafua na cha kunifanya hauna. Lakini mimi nilikuwa na deki. Mimi nilikuwa na deki. Tena, ukimaliza kupiga deki, nenda jikoni kanipikie chap, niletee chakula mezani. Hii haiwezi kuwa mpaka aje kaka mkubwa hii. Wapi? Nimepoa sana. Wapi na wewe? Kaka mkubwa wapi kabisa, unaona kabisa hili tatizo dogo. Yaani hapa unasikia bosi? Hapa tatizo lake ni aperture. Yaani aperture zinagusana na engine. Kwa hiyo inafanya engine ishindwe kusukuma na nili. Si ndio Daudi? Mimi sidhani kama ni kweli je. Kwa hapa sasa itakuwa nadhani hapa itakuwa ni exposure ile, yani ile mfumo ule wa kufyonza oil ile kupeleka kwenye shaft ambayo shaft inasababisha msukumo wa engine ndio iweze kupata msukumo fulani. Sasa hapa hii mpaka aje kaka mkubwa, sisi tukalimu mambo hayo, masuala ya engine si hatujui. Au tumwite kaka mkubwa hapa. Kwa hiyo nyinyi sio mafundi? Sina maana hiyo bosi. Sisi ni mafundi, si ndio? Sisi ni mafundi. Sema hii hapa akija kaka mkubwa dakika moja. Pap imewaka hii. Si ndio? Yuko wapi? Ngoja basi tumuite. Oye! Anakuja sasa hivi. Yaani akifika tu dakika 0. Si ndio? Lazima iwake. Vipi umezingua au? Ulikuwa wapi na wewe? Yaani muda wote yani tunaita huko ndani, tatizo linatusumbua hapa. Ulikuwa wapi sasa nawe? Nimewambia engine hii imepoa sana. Nyinyi vijana wangu, yaani matatizo madogo kama hapa mnashindwaje kuyamaliza Unashindwaje? Kaka sikiza. Ila mimi kwa utaalamu wangu nimeona hii ni exposure ile ambayo sio zaidi kupeleka kwenye shaft. Sio bwana. Yaani hii hapa. Ngoja. Yaani hii hapa. Ina tatizo dogo sana. Yaani hii tatizo lake ni propeller ile ya kupeleka mawasiliano kwenye alternator kwenye tairi la nyuma. Lazima tu lina shida. Umeona? Niliwaambia lakini unaona sasa. Ngoja, hii inawaka. Hii inawaka hii. Haya ni mafuta, hii inawaka hii. Niliwaambia mimi. Pocket kwenye carburetor hapa. Ngoja. Tufanye na mili hapa. Kwenye hii, unajua inabidi tu set background ya kwenye hili tairi hili. Niliongea akija kaka mkubwa amemaliza. Haya nimeisha. Wewe ni noma sana. Unatembeaga naye sana. Basi ngoja hii hapa sina watu washa nyinyi. Inatosha. Sasa nyewe Asikia. Sikia. Alete kwanza hiyo kuku. Nataka utulivu. Wewe nipe kwanza. Sam nipe kwanza hiyo kuku. Nipe kwanza kuku. Haya. Asikia basi. Mimi ngoja niende ndani, mimi nifanye mambo yangu. Si unajua tena. Pumzika. Mimi nakuja. Ndio basi nakushia buku. Hivi najua kama mimi napenda vitu kama vile. Usijali. Hiyo ni kazi yangu kujua unapenda nini. Vipi lakini unaendeleaje?
Mimi naendelea vizuri. Anita, ninaomba juu yako. Ombi gani hilo? Naomba nitakutambulisha nyumbani. Nyumbani? Kwa nini mimi? Ni kwa sababu wewe una nafasi kubwa ndani ya moyo wangu. Tafadhali, naomba nikupeleke nyumbani. Asante. Anita, nimefurahi. Unajua Anita, mimi nakupenda sana. Wifi, mimi nijuaga mjini wanakula nyama tu, kumbe hadi mboga za majani. Wewe wifi nice, useme tu na leo nataka tule nyama. Alafu wifi, yani chakula cha jana ulichopika kilikuwa kitamu. Yani kaka yako alikisifia akajua ni mimi nimepika. Wewe wifi, sema nataka nipike mimi na leo. Umejuaje? Hata hivyo na baadaye upike wewe. Alafu na leo chakula ukipika kikiwa kitamu kama cha jana, nitakupa na zawadi. Kweli? Haya bwana. Sawa sawa, nakuja sasa hivi. Haya sawa. Mke wangu, vipi mmeamkaje? Umeamka salama. Sasa kwenye zile hela utachukua shilingi 20,000. Utampeka wifi yako Kasuke. Sawa? Asante kaka. Haya sawa. Yaani huko mtoni ni mbali. Sasa tufanyaje wakati ndo maisha yetu? Nishachoka haya maisha. Pole mdogo wangu. Usiende mbali. Usiende mbali. Kwangu. Sasa fanya chapu ukapike, maana mimi nimechoka. Dada, tusaidiane tu, maana wote tumechoka. Kila siku napika mimi, hujai hata kunisaidia. Wewe. Mimi nimekupikia mara ngapi mpaka leo sijawahi kuomba unisaidie? Leo tu kukuambia hivyo unasema hivyo. Haya, nenda jikoni ukapike. Karibuni. Asante. Hivi Eli alikwambia nani? Mbozio? Ilikuwa Mbozio. Mbozio. Sasa baba hapa tunaomba Mbozio. Alafu mbona waganga wengine wanawekaga majina, wewe naona hujaweka. Nihangaika kweli kuitafuta. Sasa mnakuja kufuata Mbozio yani nini hapa? Mnajua matumizi ya Mbozio? Ni dawa. Wewe una mke? Wewe una mke? Una mke? Na mimi? Mimi sina. Sina. Mwambie una demu. Yaani mimi na mimi na mwanamke nataka kumuoa. Naomba. Sisi ndio Eli? Ana sio Eli Daudi. Unakutisha matunguli. Baba huyu ana mwanamke anataka kuoa.
Kwa anataka ajizatiti kabla hajaja mwanamke baba. Si ndio? Sasa kama anataka kuoa, Mbozo ya nini? Unajua matumizi ya Mbozo? Hatutoi dawa aina ya Mbozo kwa mwanaume ambaye hana mke. Mimi ndo nakaribia, yani si nakaribia kuoa sasa hizi. Uona shida gani sasa mpaka nikupe Mbozo? Una shida gani? Sasa mwambie una demu, mwambie una demu. Unajua nini? Unajua nini mzee? Mimi sema ukweli bwana. Kuna nini? Na mwanamke. So nikaenda kule kwa Eli akasema nikamfuate na nili. Akanielekeza nije kuchukua dawa. Unaelewa watoto? Yaani mmetoka tu huko twende tukachukue Mbozo. Mbozo mnaijua vizuri nyinyi. Mbozo anatumia mwanaume mwenye mke na mwenye shida. Nyinyi mna shida gani nyinyi? Ila nilikwambia wewe. Yaani hapa yaani sisi na yeye na Daudi hapa. Tunakaribia kuoa. Ila mimi nitaanza. Afu tafuta wewe. Si ndio Daudi? Baba. Umekuja tu kukuja hivyo. Kama kize. Sasa sikilizeni. Hatutoi Mbozo kwa mwanaume ambaye hajaoa.